It was a power that was so powerful. Wakatoroka. Walipokuwa wanatoroka, basi naye Mungu akamnenea Daudi, akamwambia, this is the opportunity for you to shine. Hallelujah. You have to wait for that opportunity of God for you to shine. Akamwambia, now it is ready, you can eat. Wakati huyu jamaa alipokuja, Daudi akamwambia, he invoked the power of God because he had grown in the authority of God. Alijua ni mtu kadogo sana, alijua hana, lakini akaambia lile jitu, you are coming to me, you are coming to me na nguvu za kijeshi na ubavu wako na silaha zako zote, but for me I'm coming to you with my God. That is when you start knowing that you have been called. When you know it is not you, when you realize it is not you, but God himself who called you. When alitaja akasema, wewe unakuja kwa nguvu zako, unakuja kwa unenevu wako, unakuja kwa mamlaka yako, lakini mimi nitakuja kwako kwa nguvu zangu. That is if you come to realize whatever you are doing, umejiweka kando, umeweka pesa zako kando, umeweka elimu yako kando, umeweka kila kitu kando, anasema chochote ninachokifanya ni Mungu ambaye anakifanya. That is the first step of realizing that now you have been called. Because if you have been called, you are not ready to be called. Did you know that? Hello? My boy? If you have been called, you are called because you are not ready to be called. Did you know that? Do you understand my English? What do I mean by that? You couldn't have been called. So when you are scared of it, you have been called. You are called because either ulikuwa haujijui, ulikuwa haujielewi, ndio kwa maana Mungu akakuita. Ama koki ukaitika. Lakini kama ulikuwa unajua Mungu atakuita, hata haukengoja akuite. Ungeenda mbele kwake umwambie nipatie. Therefore you are a fool. Wewe ni mjinga. Mtu wote wa kuitwa ni mjinga. So to do it clear way people. Whether we know the next step. Bila utawahi unaitika. Unakuja weka kamera hapo. From there nitakwambia niletee kile. Ukileta kikombe niwekee maji. Ukiweka chai niletee mkate. Ukiweka mkate nifanyie. Because from there you become a fool. Ukiweka kilimo. Mundu wa weko ni kilimo. Haleluya. Mundu wa weko ni kemenyi. Hajuangi. Unaongoja Mungu akuambie toka, enda. Rudi, enda, nimekutuma enda, nimekutuma kwa uhuru. Mpeleka ujumbe huu. Sasa niambie wamekutuma kwa uhuru. Hujui hata nyanya yako hata haijulikani leo. Wacha sasa wewe. Na umetumwa ukitoka huko Madioya. Hata nyanya yako, hata nani, hakuna mtu wa kilani yako karibu ambaye anajua mpaka MCA wa kweli. Na umetumwa upeleke ujumbe State House. Sasa kitu ya kwanza unajiuliza, unaenda kwa magoti, Mungu ndio umenituma, nitaendaje? Don't now start it kwa sababu umesikia umeota ndoto, ulikuwa na uhuru, mlikuwa mnakaa, sasa unatoka na kiodo chako. Unaenda mpaka pale stage. Alikari, nataka kuona president, niko na ujumbe wake. Utachapwa viboko na utaitwa terrorist. Lakini kumbuka umebeba ujumbe wa nani? Umebeba ujumbe wa nani? Kutoka kwa nani? Kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Lakini ukienda pale na ujinga, utanyanyuliwa na mwekwe ndani ya ujumbe zako. So you must wait for the opportune time of God.
Mungu amekupatia ujumbe, yes. Sasa ongoja akwambie what to do with the ujumbe. Haleluya. Mungu amekwambia nenda uambie Jenga yeye ni nabii na atakuwa nabii. Enda fikisha hiyo ujumbe hivyo. Na wewe Jenga ukiambiwa wewe ni nabii, tulia. Punguzeni hizo masauti zenu. Punguza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulia tu. Uanze kupikwa. Ilichukua miaka 15 Daudi kutoka wakati alimwagiliwa mafuta mpaka wakati alipatiwa barua ya kazi. Barua ya kazi ni appointment. Wakati aliingia ofisini kufanya kazi ni miaka 10. Ilichukua Yesu miaka 15 kutoka kwa sinagogi alipomwagiliwa mafuta na alipoambiwa sasa nenda ukafanye kazi. It took 15 years. It took Joseph 15 years ya kustruggle mpaka akaiva ndio kuwa kiongozi. I don't want to say utachukua 15 years, but in the Bible the people niliona wamebarikiwa kutoka siku ya kumwagiliwa mafuta, kutoka siku ya kujua wameitwa mpaka siku ya kuanza kazi ni miaka 15. Na wakati walianza kazi waliifanikisha kwa sababu walitembea kwenye uwepo wa Mungu. Walitembea kwenye mamlaka ya Mungu. When you release yourself to the will of God, when you release yourself to the authority of God, and when you allow whoever that called you to work in you, you succeed. Because amekutengenezea njia. Ametengeneza barabara yako vizuri. Amenyoosha mikono yako. And nobody will shake you. Eti kumekuja mtu fulani, sasa watu unaanza kutetemeka, sasa kiti yako imeenda. Hauna kiti. Kama uko nayo umeikalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uko nayo umeikalia. Na kama umeikalia, hakuna mtu anaweza kukutoa kwenye kiti ambacho Mungu amekukalisha. Don't panic. Wait for the moment. Wait for the opportune time of God when He's about to bless you. Be patient. Kwa mnyenyekevu. Ongojea tu upigwe tu vizuri. Kwa sababu wewe unaona huyu kanisa hii unaiona. Na wewe unaona kwako umesoma unafaa kuwa kanisa kubwa. Nyenyekea kwa sababu anataka kukuona. Kwa hii ndogo utafanya nini? Ndio akupatie hiyo kubwa. Kwa hii ndogo utafanya nini nayo? Anakupatia watu ambao wako njaa wote. Ukimaliza tu ibada wote wanakuja na kuambia na tunataka fare. Na hata sadaka hawako. Anataka kuangalia uko na shilingi 10,000 kwa account. Akikupatia shilingi milioni 10, how will you use it? If you cannot share the 10,000 he has given you, do you expect him to give you 1 million? God is looking at our hearts. That is why he continuously said, David is a man after my heart. Irrespective of the characters of David. David alikuwa mnyonge. David alikuwa na mambo ambayo yalichukiza watu wengi. David alisengenywa na kila mtu. David walimsema yeye anafanya, yeye ni mtu wa wanawake, yeye ni mtu anafanya hivi na hivi. But still God insisted and said, this is a man after my heart. Irrespective of the failures of David, David succeeded because he moved with the will of God. Alitembea wakati Mungu alisema tembea. Alisimama wakati Mungu alisema simama. Alikubali wakati Mungu alisema kubali. Aliinuka wakati alisema Mungu alisema inuka. Bwana Yesu asifiwe sana. So wait for that time of God, for your blessing to come, because you are blessed. You cannot be serving God if you're not blessed. By virtue of being in a church, it's a calling. Wait for God to tell you alikuitia nini. Don't start calling yourself because you have been called. Bako unaanza kujiita, God is there. God is there. Yeah. Na ndio tatizo. Na ni wewe umejiita. God is there.
The steps of the righteous are what? Yeah? Are what? Are ordered by God. Every step that we make, that are made by the righteous people, are ordered by God. So there is nothing you can order by yourself, Jenny. Yeah, brother, there is nothing you can order by yourself. If God is not in you, hakuna kitu unaweza kuorder. And if you try to order, people will reject you. People will rebel against you. People will not listen to you because you don't have the touch of God. You don't have the Spirit of God. Any command, anything, the steps must be guided by the Spirit of God. And if hakuna Spirit of God, hata uongee, hata ukuje utuibie hapa nita, hata ufanye nini, there is nothing. If you are empty, you are empty. If unaweza kuwa na anointing, nyimbo unaimba mpaka watu wakisikia sauti na inatoka ile sauti nzuri sana, lakini ukienda kutoka CD hata chokora hawajui mpaka unauliza kariki. Lakini siku moja unatoa kiwimbo kwa sababu kuevent, umekuta kievent kimetoka hapa, ukaona mkono wa Mungu, unatunga wimbo hapo kulingana na hiyo kievent, unaenda mpaka beats hazipelekani na wimbo, lakini unasikia imekuwa hit kwa sababu umeifanya in the presence and within the timings of God. Learn to do things in the timings of God. Learn to do things when you are in the presence. Moses could have done it long time ago, but he waited until God commanded him to do so. And angalia, wakati wote Moses alikuwa weak. Angalia, wakati alijaribu kung'ang'ana na hao, alifanya mauaji na akaua mtu. Ilibidi atoroke. Lakini angalia, wakati Mungu sasa ameanza kufanya kazi kwake, every step he was making, every move, God was touching. Akaenda wakakutana na manyoka, akamuuliza, ni nini umeshika kwa mkono? Moses akamwambia, nimeshika fimbo. Akamwambia, iangushe chini. Hiyo fimbo ikaanguka, ikakuwa nyoka, ikameza zile manyoka zingine zote. Wakaenda, wakakuta kuna mto. Licha kwa kulikuwa na kina Tobias, Abiram, Tobias na kina Sanbalati. Wote walikuwa wanapinga. Walikuwa wamejenga mpaka makanisa yao kando. Walikuwa wametafuta leadership yao kando. Sasa kina Tobias walikuwa wametengeneza watu 250 leaders 250. Ndio Musa akikuja akalishwe chini, ajui karaha hapo. Ndio ile nake okoke. Ama sio hiyo plani ilikuwa. Musa akitoka mlimani, ukiona mahali kumeitwa leaders peke yake, ni leader anataka kuzungumziwa. Na walikuwa wanataka kuuliza Musa kama hapo na kichwa kizuri. Ulitutoa kule tulikuwa tunakula chakula, ukatuleta hapa tukuje tukufia hapa. Ulifikiria kule hakuna kaburi, uliona ni kama hakuna kaburi, lakini Mungu akakuja. Musa ni mtu alikuwa mkamilifu. Akaona hawa watu hawajielewi, lakini walikuwa confused na mmoja. Akaenda mbele za Mungu, akaambia Mungu, sasa Mungu alikuwa anataka kumaliza hawa watu wote. Akaenda mbele za Mungu, akauliza Mungu, tafadhali ninakuomba tu usimalize hawa watu, maana hawajui. Kwa hivyo leadership is patience. Leadership is tolerance. Leadership is being humble. He could have said, wamalize. Mtu anakuja kugeuza madhabahu yako, utasema amalizwe? Utasema amalizwe? Bwana Yesu asifiwe sana. Utasema amalizwe mara moja, kwa sababu unajua kule straight kama vile tumestruggle hapa. Simusikilize tu tafadhali hapo. Alice. Ama mtaki kuibaruhusu. Angalia changamoto ambayo tumekuwa nayo kwenye. Unakuwa na watu ni marafiki wako wa karibu sana, lakini ile mambo anakufanyia ni ya kiunyama.
kiunyama kabisa. Unawapatia kazi wakufanyie, wanaiharibu deliberately. Nakuta mzee kama ule rafiki yangu Jacob, mzee amejawa na unyama mtupu kila wakati. Jambo matamshi yake yanayotoka kwa mdomo wake ni kuvunja miguu, lakini unavumilia. Niko na power ya kutoa neno na limwaribu, niko na power, lakini siwezi, because there is something that I know and I believe. I was just called into ministry. Na hakuna ministry ambayo haina kina Tobias. Hakuna ministry ambayo haina kina Abida. Hakuna ministry ambayo haina wapingamizi, haina Wafilisti. Hakuna ministry ambayo haina Waamoni. Wote wako. But because of you become patient, you just lower down kidogo. Unaangalia, unaona kinachozungumza ndani ya mtu kama huyo ni roho wa kuvuja, na anataka kuleta delay, confusion na diversion. You get out of your main course, the main road, you divert. Na ukidivert, wanakusukuma mpaka kwa kichaka katikati, only to come and realize ulipotea. That is what the point I started with. You can have a vision, but misunderstand the vision. I've been called to come. I've been called to be in this ministry, and I know that is why you are here. Kusaidia nyoyo zilizovunjika, broken hearts. That is the calling that I had from God, and that is the type of people I received. Nikiwaangalia nyinyi yote, kila mtu amepitia katika hiyo moyo uliovunjwa, moyo uliovunjika, moyo uliopigwa, uliolauliwa. Kwa hivyo ninapomchukua mtu kama Doris, ninampatia kifua changu alalie, does not mean tunaenda kufanya ushirati na yeye. Lakini nimeambiwa huyo mtu moyo wake ni kukufa, anakufa, ni kumuua, anamuua. Nikaonyesha Doris upendo ndio asili. Does not mean nimeenda the other side of the road. Lakini akina Tobias wakiwa na akina Sanbalati na nani, kila kitu wanaona the other side of the road, because that is what they are. Ukiona kila mtu akiona eti kwa sababu mnacheza na nyambura kidogo, mmecheza na nyambura kidogo, wao wanaelekea kwa kitanda, because that is what you are. You cannot have a thought that you are not. Hallelujah. You cannot have a thought that you're not. So what are the qualities of leadership? Avoid diverting the vision. Stand firm with the vision. No matter how small it may look like, no matter how stupid it is. Because when you are a prophet, umeitwa kama nabii, maneno ambayo yote unaambianga watu yanaonekana ni kiuchizi. Ni maneno ya kiuchizi. Unaambia Mungu, unaambia watu ati hali yake tutajenga kanisa ya ghorofa pale. Pesa hiyo hata kiatu hamna, hata lunch hamna, pesa ya kununua lunch hamna. Kwa sababu mambo ya Mungu ni ujinga kwa wale wasioelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Learn. When you ask yourself, why am I in such a ministry? Because kuna wale wako kwenye ministries ambazo zinazungumzia prosperity. Receive the car, hallelujah, receive the mercy, receive the grace, receive. We are not in that category. We are not called for that. Kama wewe ni warisifu, nenda kwa warisifu. Ukienda kwa walimu, it is prophecy, utatokea. Malishababu watapiga, manini watafanya, utatokea janga fulani. Ameitwa katika huduma ya kinabii.
Na watu hawamuelewi, wanaambia andika, go keep it. Don't trust, don't even believe in it. Just write, go keep it. It will happen. Na anakwambia it will happen. Na ni kama ni yeye atakuja kufanya. Anakuambia ukimwangalia ni kama ni yeye atakuja tu alishakaa. Lakini anakuambia God says. Na inakuja inafanyika. Ukienda kwa mama James Maina ni mapepo. Akikukiingia tu pale na hata kutoka tembea, hata kutoka, hata kuanguka. Na unaona mnagaragara huko. Sasa wewe anza kusema uone kama kuna mtu anagaragara. Hawezi. Ukienda kwa mzee Harrison hapa, baba yetu wa kiroho, ni teaching na righteousness na utakatifu. Na anafundisha vizuri, unakuta watu wamekaa. Kanisa yako utakuta kuna mshirika hapo kwa miaka 30 wametembea na yeye 30 years kwa sababu amekalishwa chini, amefundishwa. Lakini ukienda kwa James ni bila kosikas. Anakuja na kupokea muujiza yake anaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiambiwa toka, wewe kaza toka, wewe tibii toka. Unaenda. Ukikuja hapa sina kwa tunaletea watu ambao wameumia, madivosi, wengine wamechomwa, wengine wamefiwa, wengine wameteseka, wengine wako na mashida mbalimbali. Wote wakikuja wanapata dola na wachekesha, pia dari baby. Kisikia hii basi naitana dari. Ukandani gaadira. Kaka kule kugemwira, hata tiketi. Since I was born, nilichaliwa hivyo. Nikituza nikiwa kwa Mungiki, nilikuwa natengenezea watu wengi njia na barabara za kupata pesa na kukaa vizuri. It does not matter in which ground are you. What matters, are you doing what God called you for? Just listen to God. You don't know the next agenda ya Mungu. Ujui ni nini leo itateteka, sijui. Lakini ukienda makanisa mengine utakuta amepanga kutoka kwenye kutaanza, service ya kwanza itaanza hivi, ya pili itaenda, ya tatu itaenda, itatolea mapepo hapa. Mimi sijui. Mimi nakujaga nimejitayarisha nitakuja kufundisha kitu. Sijawahi fundisha hapa kitu ambayo nilikuwa nimepanga jana. Sijawahi. Kwa hivyo, when you look at what God has called you, you'll be able to understand where you're going. If you hearken to the voice of God, you will go far. Because if you just listen, akwambie amuka uamuke. Kesho akwambie kanyaga hatua ukanyage. Kesho kutoka akwambie kanyaga nyingine ukanyage. Nikumaanisha you are now commanded by God. And your steps are ordered by who? By God. And when your steps will be ordered by God, you will not go. Hakuna adui atajaribu kukuvuruga. And when you are in such an institution or in such a life, everything you do, if you do outside the will of God, you will not succeed. Hata ukuje ukiwa na nini, hata ukue wewe ni nani, and you cannot be able to stop the will of God to go through. You cannot. Eti sasa tushika mtu kama Dorini hapa, tumwambie ndogoshoka kurudia, uikala tunamfukia tu. Kanaenda kanajaribu kupenda hapa kuna kafuka. Unajaribu kupenda hapa kuna kafuka. I'm telling you, utasikia ndugu yako imeshikwa na arthritis, inaenda chini pole pole, utaacha kukulia. Don't try to oppose the move of God. That is a good quality of a leader. Leaders never oppose the move of God. If you see somebody being elevated, ondokea. Because hakuelevetiwa sasa. Alielevetiwa kitambo. Just God is perfecting because the time has come. Everything that you see happening, it is within the timings of God. The perfect timings of God. So don't be an obstruction to what God has started. Because haijaanza sasa, hii ni kitu iko na mizizi, it is an institution, na ukijaribu kusimama kuizuia, itakuangusha na itapita. Hallelujah. So anything, ukiona vita vimetokea kwenye kanisa, havikutokea jana. Sio makosa ya jana jega, anengania nyala kile, demala ule mutina hawa yao. Asha.
Judgment ilitoka karibu miaka 3 kitambo. Ni that time, hiyo siku ya kufanya punishment, yule malaika ndiye aliambiwa mwezi wa 9 tarehe 2 ndio utapeleka hii judgment. Yeye mnaendelea tu kufanya vitu kwenu. Unaanza kuona vitu vile vitu kumuona hapa havikuanza jana. Niliwaona kitambo, kuna siku niliwaona nikamwambia utakuja kuwa na msukosuko kwa sababu ya mienendo yenu. Na siku moja nikaita dilango hapa nikamwambia hiyo mdomo yako itakuja kukusababishia shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku moja nikiwa katika maombi nikatoka mlimani. Usiku nilikuwa nimeenda. Nikakuja nikafika nyumbani. Nikakuja nikachange, nilivaa suti hii tu. Mwelekeze. Nikavaa suti hii tu. Lakini nilipokuwa nikikuja, nilianguka kwenye sewage mpaka hapa. Nilipoingia hapa, mama walitoroka. Niona wakatoroka washindwa. Wakaona ni kama niko na wanyaki. Nembo nyambo kilio. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyambo kilio. Lakini sikuelezea ni vitu gani nilikuwa. Ukiliona hivi nimevaa suti. Nimeficha yale mambo. Nimekuwa nikipitia wakati mkubwa sana. Kutoka nyumbani kwangu hapa kanisani kwa society. Every single minute nitakuwa kwenye picha. Every single minute. Wapaka wameenda wakichinja mabuzi. Kama juzi walikuwa wamechinja ng'ombe mzima. Wengine huko wameenda Wakristo. Wametengeneza jeneza, wameweka picha yako ndani, wamenizika. Hapa kanisani kila na wengine wenzake ndio hao watu wana vitu zao. Wamefunga, wametisha. Mpaka workshop inafungwa. Hallelujah. It is, if you cannot understand the person leading you, uelewe anaendea what anapitia nini, utakosa kuelewa the theme of God. Na mwelewe tu, unielewe. Naweza kosa kukua perfect in what you want or the kind of a pastor you want, but unielewe tu, unielewe tu. Sikupenda kwangu. Mkiona tuko na Anita, wakati Anita aliletwa na Kokita, alikuwa ni mama, alikuwa ameishiwa. She was just waiting. She was just praying for her. Lakini alikuja. Nikakuchukua hivyo. Akakuja na mapituko zake, akakuja na certificate zake, akakuja na kila kitu, ananiambia mimi ni pastor kule nilikuwa, kwa hivyo hapa nitaendelea kuwa pastor. Nikamwonyesha makaratasi. Nikainuka pale. Nikamwambia acha tuombe. Akakuja mpaka na sadaka ya kuwa pastor. Nikaikula ile, nikasema ni chakula mzuri nikakula vizuri. Nikaanza kumtuliza, kumshukisha chini. Kwa sababu she was a madam. Alikuwa mwenda wazimu. Ametoka kwa trauma mbaya. Kutoka this crisis to this crisis to this crisis within a span of 3-4 months. Hiyo si mtu kuna akili. Sasa aliponiletea makaratasi nikamwambia Yesu utakuwa pastor. Na siku hiyo alikomandi watu hapa kama kitu kingine. Aliteremka hapa nikamwambia tabia mbele niletee chai hapa. Alitoka hapa. You don't understand. You are seated here and the pastor is looking for tea. Can you help me protect tea? Very good. Kuja kanisani. Basi tumetoka huko nini huko.
Sasa Berlin mwenda wazimu naye ametoka kwa crisis nyingine. Ameshikana na Anita na crisis zake. Sasa ni watu wangapi? Wawili. Sasa ingiza yourself into that shoe. Huyu lazima umfurahishe na huyu lazima umfurahishe. Na kufurahisha kwa huyu, ukifurahisha huyu atakasirika, ataona kama huyu ndiye amefurahishwa, ndiye amependelewa. Na huyu anakuangalia kwa jicho, uwekatia. Bwana Yesu asifiwe sana. So ni kushika huyu pole pole, unamwambia, unamleta kwa hii gedoli hii, unamlalisha hapa. Unashika haka kingine na kaambia wewe ni kuchukuchu hapa. Na haka hapa. Sasa unawatuliza tu. Peleka pole pole chini, ukitoa hiyo kitu iko ndani. Eventually, angalia mama. Anafanya kazi zake vizuri. Maisha ni mazuri. Angalia venye alivyo dress kwa. Hebu simama juu hapo. Simama tu, mpigie Yesu makofi. Na kama ningekuachilia, wewe kudishika. Alikuwa amesika baba, ni mtoto, baba. Ndani ilikuwa next. Sivyo? Ningeachilia yeye mali. Ukiona nikitembea na yeye, unasema nimelala na yeye. Hata wewe chukua wako, utembee uende ulale. You must be kutumia akili kabisa. Hapa nimetumiwa watu waliovunjika mioyo. Cheka. Watu waliovunjika mioyo. Watu ambao hawajitui, wamepigwa vita, wako na veterani. I have to put on the gloves, nioshe vidonda hivyo. Mimi nimeitwa nioshe hizo vidonda. Na siwezi kuosha vidonda kwa kugwara, lazima nioshe vidonda kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima nioshe vidonda kwa upendo. Wewe mwenyewe ulikuja na shida, nikakushika, nikakutuliza. Umekuwa huyu mtoto wangu huyu amekuwa amechanganyikiwa kabisa huyu. Mara vita za kwangu kama bibi baba yake. Kuna vile vitu vinavyofuata vinamchapa. Kwao na mama nini? Vita zingine zinapoinukia. Katoto kanachanganyikiwa. Juzi babu ya alishika huyu. Alikuwa anataka kuvuka barabara hapa. Karibu hapo na gari. Akarudi akaambia babu, nimeshindwa kuvuka barabara. Sababu amepigwa vita mara ngapi? Za kwangu, za kwao kwa mama yao na za kanisa hili, kwa sababu hawataka kumuona akishika huko chini. Nikamweka huko chini, wakamfukuza, wakasema hii biashara si ya baba na mtoto. Na leta mtoto nimsaidie, nimlee, nimuinue. Mkashoka mko wale wanawake muka. Na mkamia pio, na mkanimuka mtila makokona kule mtila bango. Baka mtoto ananiambia amerudi kwa mama yake, anataka kwenda huko, hataki mambo ya kanisa. Your own daughter wanachapa baba kuolewa na mwana wako. Toto tukoleta uliosho jibu. Bwana Yesu asifiwe sana. It is very important to understand. Just mnielewe. Hakuna siku tutachange. Kama mimi napendanga wanawake, natembea na wanawake, I will not change. Na kama hiyo ndio unangojea ni change, nenda kanisa hili. Butumio yoka demwegedere hapo demwele bodera bako kudiko ikura kare kudiko lindara wende kwa babo kabo hadiyetu do tiratibo siwachi tafuteni kwingine mwende, lakini sitawaacha. My calling hiyo ndio calling. Ninafurahi nikiona Anita alikuwa kama mama kamzee juu ya stress. Look at her, she's a girl. Angalia huyu mama alifurugwa kanisa kwa sababu ya kutembea na mimi. Kwa sababu amesikika kuna dura. Kanisa mzima ikamgeuka ikamfukuza. Na ni founder wa kanisa.
Sasa akuje ni mfukuze. Ndio mmoja akaendelea na kutia roho kwa maana yake. Kuja umevalia mimi sikati kuja kwa. Lakini sitakubali. Motikono ali biobo motikomo nya atemanya uko. Atenyuka ke morgotara traibira kaya hete ndio adwasio all. Asio all. Na hiyo ndio mimi inasababisha nikae na hivyo. Motikojo na I'm alive because of doing the will of God. Angalia mtu kama baba. Wenye alikuja hapa. Siku moja tulikosana, sijui tulikuwa na mama Nyakura pale, akaongea mbaya sana wakienda. Lakini nikamuelewa, tukaelewana, tukazungumza. Lakini umeanza kudrift. Umeanza kurudi nyuma. Leta pesa. Achana na sisi. Ndakupenda na baada na siku tutaachana. Usikuwe kama Jacob. Jacob hapo kwa ile moneta matileti. Wewe ndio ajira na mbele yako. Damu ingine watu wengine hapo. Damu ya shabana tukilioleta. Mama akiingia hapo anasema kwanza kabisa. Mama hiyo na mtu anaambia huyu ninanita amekuja jana ameingia kanisa hili kwa sababu ameliona kwa TV na ameona kule ndio inaweza kuponea. Amekuja alafu nimemalizana na mama, nimeambia nilatoka na hali na mtu kwa shule kwa kwanza kitaki huko ndio utaona huko kutumio ona tanyo ile kana ndio wako hatini ona ciana ciake ciurite gwake itirenda gwikara gwake nĩ ũrĩa maũndũ marĩa maikuo na unamweka hapo ni mzee wa kanisa. Kama tena jikalete ciana ciake babu habari yako Doris. I'm not called for this good thing. I'm not called. Naenda kulala kwa kichaka na mabuffalo. Nasikia buffalo ndio hiyo imepita. Ndio hiyo imepita. Let us change. Mimi nawapenda na nikutika kukueleza. I love you. Semeni amen. Napoteleza kwetu. Badali Karo Dani chakuta ke Dani Alice ukuita Dani na wapi mami chakuta baby ndipo bora yako ione bora yako ishoke ejakula kekero ya kwa nini na kutumia mke ndio na kuondoa tu ndivyo huko ndivyo ikero mara kwa hiyo lakini kwa mara kwa hiyo ndio ndio urali kwa obwe kati ndio kana tiki ade wenayo no the witness you have wewe ndio ndio kuweka eti kwa nini hapo alafu dukura na tukihota kokote ingine unaona talenta wewe kiuko yes huko niko tulenda tuikale na kiangaji mwete kile tukaiya tobote mkubali tukibwa kingine tumeingia kwa jambo lingine ya utoto kumwacha sasa tumeenda kwa jambo lingine kazi itarudi kila kitu kitarudi in place lakini kuna watu wanaenda kuna watu mbali na si kwenda tu yako na si kwenda ni kwenda kienda. Hawezi kuzuia kazi ya Mungu ifanyike. Hawezi. You cannot be an obstacle
of the kazi ya Mungu. Simameni kwa miguu. Baba, nitukuabudu, tukushukuru. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, na hakuna aliye na uwezo ambao unashinda wewe. Una uwezo na mamlaka ya kila kitu katika dunia hii. Tunakuomba msamaha kwa dhambi zetu zote ambazo tumetenda kwa makusudio na zile tulizotenda bila makusudio. Tushike mkono unapotuelekeza katika mafundisho ya leo. Baba, tubariki na utuwezeshe. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Nataka tuinue tu mikono yenu. Alice, utatulia radhi tu. I don't know kama kuna mtu wa keyboard hajafika. Cheza tu hivyo, utacheza. I want you to get deep into prayer. Let us forgive. Let us pray for forgiveness. Chukua tu wakati, tuchukue kama 1 hour ya kuomba tu. Weka wimbo yoyote ile. Chukua tu as much time as you can. Tuombe tu. Omba msamaha kwa niaba yako, kwa niaba ya kanisa, kwa niaba ya watoto wako, kwa niaba ya kila kitu, na kwa niaba ya kanisa hili. Mambo yote ambayo yalikuwa kiendelea, maana Mungu ameniambia ameyaondoa. Tuombe hiyo for 30 minutes. Tumshukuru Mungu kwa 30 minutes na ya kushukuru. Tushukuru, tumwambie asante kwa kusikia kilio chetu, maana tumepitia mapitio magumu sana. Take your time. Unaweza kupiga magoti chini, unaweza kusimama, unaweza kukaa, unaweza kulala. But how you think you are able to do? Let's go on. When I worship God.